Basi mke wangu baadaye. Naam. Mara moja. Nilikuwa nataka nikuulizie Mke wangu, tumekaa ndani huko kuanzia jana mpaka saizi asubuhi, ama kilichozungumzwa chochote. Sasa hivi muda wa kwenda kazini, na unajua kabisa kazi zetu sisi za mazegi. Ukichelewa kwenye kazi ile unafutwa. Wewe sasa unataka tuanze kuzungumzia hizo mada tena hizo. nilikuwa nimesahau, lakini Basi sawa. Kuna shida gani? kuna ile jambo tulikuwa tunazungumza juzi, hujanipa majibu bado. Ila mimi kwangu naona kama hazina umuhimu sana. Achana nazo. Mke wangu, mimi nakupenda sana wewe. Hivi unajua maana hilo jambo unataka kulizungumza hilo lina maana gani mbeleni? Au hujafikia mara mbili kuhusu hilo jambo? Hilo jambo lina wakati wake. Sasa mtu niache kwanza mimi niende kazini. Nikirudi tutalizungumza, sawa? Sawa. Nakupenda mke wangu. Ai. Karibu. Asante sana. Mke wangu, usione nimewahi kurudi. Nimeenda mpaka site. Ila issue ni kwamba kule kuna baadhi ya vifaa havijatimia. Alafu na changamoto iliyojitokeza pale. Kwa hiyo bosi akaona tuahirishe leo, twende kesho kutwa. Ila sio haba. Wakati narudi, tunakumbuka nilituma maombi kwenye ile kampuni ya juu ile ya kusafirisha mizigo. Mungu kajibu. Nimepata ile, kwa hiyo hapa nasubiria tu simu iite. Kweli mke wangu. Kwa hiyo sasa mke wangu, hii hali nahisi kwa upande mwingine Mwenyezi Mungu katuona. So hata kwanza nienda nikapumzike kwa sababu naona sipo sawa kivile. Shida nini tena? Sijui tu ni hali yenyewe ya mwili, ila ukimaliza mambo yako njoo ndani. Sawa? Subiri sasa kwanza nirudi. Kidogo lakini nisamee. Sio mpaka na ile swali tulikuwa tunaongea tangu juzi unipe majibu. Okay. Mke wangu. Hivi mbona niangania sana hili swala? Hapana. Sio kama naniongea hapana. Lakini tatizo la kwangu mimi sio la kwako. Sawa. Kuna kitu ambacho subiri. Sasa no. Mimi na amani tu. Wala tusiye. Kwa hiyo mke wangu, subiri mke wangu. Ujue mimi mtoto wa kiume, wewe mtoto wa kike. Kwa wakati huu, labda mimi ndio ningekuwa labda na shauku sana ya kutaka mtoto, ndio mimi ningekwambia bwana mke wangu, mimi nataka niongeze mwanamke mwingine kwa sababu wewe ndio hivyo una uwezo wa kuzaa. Ndio ningezungumza hivyo. Ila mimi mke wangu, mimi nakupenda wewe. Mimi yote nishayapokea kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Siwezi nikajua Mwenyezi Mungu ametupangia nini. Sio, naelewa mke wangu. Acha kufuata bana miemko ya hivyo bwana. Sio miemko. Kwa hiyo umelizia nioe mwanamke wa pili. Subiri sasa mwanangu, usipanic. Tena usipanic. Kinachotakiwa hapa ni sisi kufanya kitu kimoja. Yaani tunachotakiwa kukiangalia ni faida tutakayopata. Achana na hizo hasara tutakazopata. Lakini kikubwa hapa ni kuangalia faida. Hizo hasara zitakuwa ni mjadala. Lakini sikiliza hiki mimi ninachokwambia. Na msingi wangu mke wangu. Mimi nitampenda kabisa, nitaishi naye vizuri tu. Kwa sababu tatizo liko kwangu mimi mwanangu, sio kwako. Na licha hivyo wewe ni sawa unanipenda. Lakini familia yako wanataka waone na nini matokeo mazuri kutoka kwako. Yaani popote atakapokuwa wewe ndio utanivumilia sawa. Lakini itafikia hatua hii amani tuliyopo nayo itatoweka. Sawa? Niamini tu. Mimi nakuelewa unachokizungumza. Je, nikioa mwanamke wa pili, Mwenyezi Mungu akabariki tukapata mtoto, wewe unahisi mapenzi kweli yatabaki kwako, ile mapenzi ninayokupenda kama saizi? Ile itabaki bila yako. Kwa sababu mimi nafanya hivi kwa upendo.
Sawa, wewe ukija ukipata mtoto, mimi itakuwa ni mtoto wangu pia. Sawa, yaani swala la kunipenda mimi au kutokunipenda, hiyo itabaki ni juu yako. Kama utaona mwanamke aliyekuzalia ndio atakuwa mtu bora zaidi, sawa. Kama utaona mimi pia na nafasi kwenye maisha yako, ni sawa pia. Lakini swala la wewe eti kupata mwanamke kwenda kumuoa ukazaa naye mtoto haina maana kuondoa upendo kwenye familia yetu sisi. Sawa. Tatizo unachokifusi wewe, yani unayo tabia ya kutaka uegemee upande mmoja, haiko hivyo. Usingatie tu misingi ya dini. Ukioa mwanamke mwingine wa pili, tupe wote haki zetu sawa. Nipende mpende. Kama ni kupanga zamu, panga zamu, umepanga kulala siku tatu basi. Lakini haya masuala kusema utanipenda hautonipenda, hiyo itabaki ni uamuzi wako. Lakini mimi nakwambia hivi, hata ukikaa kutuliza akili, nakwambia kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Sawa, tafikiria. Niache nikapumzike mfano. So tena kufikiria nao. Sawa, nitafanya. Kwa hiyo subiri sasa. Piko tu na sasa hata maharage tu mimi sawa tu, hauna shida. Halo. Waalaikumsalamu. Heli. Salama za wewe? Niko poa, mnaendeleaje? Maskini, umejifungua lini? Du, nimefurahi. Mtoto gani? Maskini, hongera. Basi nitakuja nikuone. Haya kipenzi, asante kwa taarifa. Haya, nashukuru. Lini wangu? Yaani wanazaa watoto wadogo ni mazidi umri mie. Mke wangu. Mke wangu. Una shida gani? Mke wangu, mbona umekosea? Mke wangu, mbona unanidhalilisha? Kuna kitu nimekuuzi? Hapa. Hata kama nimekuuzi mke wangu, ndio basi ndani hii simu za nyumba yenyewe wapangaji unaiona. Chumba cha watu, mpaka cha kwetu kule cha mwisho. Kwa nini usije ndani unanilisha hapa? Ile maana sasa. Wema basi. Unaona sana kunaibisha mke wangu. Unaona kunizalilisha.